Kitu ambacho ni cha muhimu sana wewe kama mwanamke feminine kwenye maisha yako, kadri unavyozidi kuendelea kujitambua, make sure unahakikisha ego yako inakufa. Ego death ni kitu ambacho hata mimi nilikipitia, ni muhimu sana. That's how you set yourself free. Milele kabisa unakuwa free kwa sababu hauendeshwi na ile ego. Wanawake wengi bado mnaendeshwa na ego. Mwanaume akikwambia like, hey, kei yako yani sijawahi kufeel kama hivi. Kei yako ni the best, you are the best woman, you are amazing, sijawahi kuona mwanamke kama wewe, sijui kitu gani bla bla. Basi ego yako inaanza kukufanya uendelee kuendekeza mtu ambaye sio sahihi kwako kwa sababu amekwambia you are the best. Baby girl, you have to understand kwamba you're not special to anybody. Hauna umuhimu wowote ule kwa mtu mwingine. Yani uspecial ni kwako wewe mwenyewe binafsi, lakini kwa watu wengine, either tena especially wanaume, nobody care. You are not above the program. Usipokuwa na ego death, utajifunza funzo hili kwa muda mwingi sana. It should be very easy kwako kuendelea mbele na kuattract maisha ambayo unastahili, lakini kwa sababu una take your time, unaendelea kuendekezwa na ego, utajifunza sana. Unaweza ukampa mwanaume your all, unaweza ukawa kila kitu kwa mwanaume, unaweza ukajitolea, unaweza ukawa 10 out of 10, mwanamke mzuri, una cheo, una pesa, sijui una properties. Basi ego yako inakwambia like, okay, kwa nini asinitake mimi? Nina kila kitu. Kwa nini asinichague mimi? Nina kila kitu. Mwili wangu nimeenda kufanya surgery, I have nyash, I have this and this. Lakini akakuhambo kihambo kimoja ambacho ukabaki mdomo wazi kwa sababu ulizani you are above the program. You are not above the program. Nobody is bigger than the program. Anza kuelewa hilo. Hii ndo unaanza sasa kuua ego yako kwamba you are not special to anybody. Hauna umuhimu wote kwa mtu mwingine, lakini pia you are not above the program. Program ni maisha ya mtu na maamuzi yake mwenyewe binafsi. Kwa hiyo hauwezi kuwa juu ya maamuzi ya mtu mwingine yoyote yule. Yani huwezi hata kujua mtu anafikiria nini kichwani sasa hivi hata wakati mnakwichi. You never know. Anaweza kafikiria kwamba okay, this is the last time naonana na huyu mwanamke, lakini wewe unakata kiuno, feni, unamfinyia kwa ndani, unazani like okay, now atanipenda sio na nini. Yani huwezi kujua. You're not above the program. Watu wana mawazo yao kichwani, watu wanafikiria vitu ambavyo vinawapa faida na furaha. Ego yako inakufanya uone kwamba you are special, kwamba hawawezi kukuacha, hawawezi kukuhambo, hawawezi kukufanyia vibaya. Mwisho siku unajifunza funzo hilo. Kitu kingine, anza kudefine thamani yako mwenyewe ni ipi. Nini ambacho kinakufanya ujione ni very expensive mtu kukuacha wewe, ni very expensive mtu kukupoteza? Nini ambacho ni rare kwako, uko nacho wewe? Nini ambacho unadhani kwamba umekihold chenye thamani sana? Either your knowledge, your awareness, your feminine energy. Make a list. Value zako ukishazijua hizo, itakusaidia sana kufocus na vitu ambavyo vinakufaidisha wewe. Usipojua value zako ni zipi, ndo maana ukiingia kwenye mahusiano unasubiria mwanaume akwambie wewe ni wa thamani ndo ujue thamani. Unasubiria mwanaume akwambie wewe ni mrembo ndo ujue wewe ni mrembo. Unasubiria mwanaume akwambie hichi ndo uamini kuhusiana na wewe, kwa sababu hujui hata value zako. Tengeneza listi ya vitu ambavyo unajua ni valuable kuhusiana na wewe. Kitu kingine, anza kuelewa watu wanadanganya. Uongo uko kila kona, kila siku watu wanadanganya kwenye maisha yao. Kwa hiyo usije ukakaa ukazani kwamba huyu mtu anakuambia ukweli, au huyu mtu hawezi kunidanganya, namjua huyu Joni, huyu ni mume wangu miaka 20 sasa hivi, huyu namjua akidanganya, hapa adanganyi, namfahamu huyu ndugu yangu. Utashangazwa vibaya mno. Watu wanadanganya, people lie. Wanaume wanawake wote wanadanganya. Kwa nini? Kwa faida zao wenyewe binafsi. Kwa nini? You're not bigger than the program. Hiyo ikuhusu wewe kwa nini amedanganya. Kwa sababu ameamua, na hiyo ni kwa sababu za faida zake. Maswali ambayo ya kipumbavu hayakupi faida ndio yanakufanya una stuck sehemu ambayo is not working for you. Hata akikwambia wewe ni special, sijui kei yako hajawahi kuiona, hajawahi kutesti, hajawahi kufeel kama hivyo, umemfikisha mahali ambapo hajawahi kufika, whatever, that can be a lie. Don't believe hiyo ego yako ikawa inakufanya ujione you are special whatever kwa huyo mtu kwa sababu imekwambia hivi. No, watu wanadanganya. Kwa hiyo wewe sikiliza unachoweza kusikiliza. Kama kinakupa faida, that's okay. Kama hakikupi faida, move on. Acha kujiuliza maswali au acha kufikiria kile mtu alichokisema kwamba ndo uhalisia wa maisha yako. Kitu kingine, chukua control ya maisha yako na utambulisho wako kama mwanamke feminine. Usisubiri mtu mpaka aje akutambulishe akwambie kwamba like okay,
wewe ni mke wangu, au wewe ni mama fulani, wewe ni mama wawili, sijui mama wanne, sijui wewe ni mama gani, kwa sababu haujui hata ile utambulisho wako, ID yako wewe mwenyewe haujaijenga, hauitambui. Sio tu hata kuijenga, haujui ni ipi. The moment una take control of your own ID na unaanza kujielewa kwamba wewe ni nani, unataka nini, uko hapa duniani kufanya nini, nini ambacho kinakupa furaha, standards zako ni zipi, non-negotiable kwako ni zipi, itakusaidia sana wewe kuto kupigwa na vitu vizito, especially kwenye mahusiano, kudili na wanaume. Utambulisho wa wanawake wengi sana uko katikati ya mahusiano ya kimapenzi. Huyu ni mume wangu, huyu sijui ni mchumba wangu, sijui kitu gani. Hata sometimes nikiwa naongea, wanawake wananidimo kwenye comment, na hii nifanye hivi kwa mume wangu, sijui kitu gani. Unaona utambulisho wako huko kwenye hiyo situationship ya mahusiano, kiasi kwamba hauoni kwamba huyo ni binadamu kama binadamu. Hicho cheo ni wewe umempatia. Nyie ndo mnaoweka wanaume la okay jamani, hii kwa walioolewa hamwezi kuifanya, hii kwa waliochumbiwa sijui hamwezi kuifanya, sijui kitu gani. Watu ni wale wale, wewe ndo unawapa cheo, kinachokufanya unashindwa kuwaona uhalisia wao, na mwisho wa siku wanaendelea kukusurprise hivyo. Huyo ambaye ulizani hawezi kufanya kwa sababu ni mume wako, anafanya kitu ambacho ukutegemea kwamba mume anaweza kukifanya. Kwa sababu gani? Unaanza kuelewa title doesn't matter. Angalia watu kama binadamu wanavyokufanyia, bila kuogopa title itakuwaje, sijui au title sijui ni nini, huyo atanionaje. Lakini kitu cha msingi sana kwenye ego death, anza kudetach. Nikisema detach, anza kuto kutegemea chochote kile nje ya wewe. Anza kutegemea furaha kwako kwanza. Anza kutegemea upendo utokee kwako kwanza. Self love, soft life. Jifunze zaidi kuhusiana na wewe. Hii inakusaidia kudetach kwa watu wengine, maana wanawake wengi sana mnakuwa attached very easily bila hata kutambua, kwa sababu hamjajifanyia kazi. Hata ujitambue wewe ni nani, haujijui. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye maisha yako, yani yeye ndo anakuwa alpha and omega. The moment anaondoka, anakuwa kama ameondoka na moyo wako, anakuwa kama ameondoka na figo, kiasi kwamba maisha yako hayaendelei bila yeye. Unakuwa attached easy na watu wanaokuja kwenye maisha yako. Detach kwa kuanza kuelewa kwamba you hold the power. Wewe ndo una nguvu na wewe ndo unahitajika, especially mwanamke. Wewe unahitajika hapa duniani. Wewe ndo chanzo cha kila kitu kinachoendelea hapa. Watu vyovyote vile, watu kutokuelewana, watu kuelewana, women, okay? Ukishaelewa you hold the power, watu wakija kwako unawaona kama okay, amekuja, ngoja nione ananifurahishaje, ngoja nione naweza kupata nini, lakini sio kwamba namweka center ya maisha yangu, bila yeye siwezi kuishi. Anza kudetach kwa kuelewa kwamba kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako ni experience, ni kitu ambacho unatakiwa ukiexperience kwa wakati huo. Kikiondoka kimeondoka. Acha kung'ang'ania vitu. Wewe haukuja hapa na kitu chochote duniani ulivyozaliwa. Of course, jifunze kuexperience vitu na kuviachilia viende. Haumiliki chochote kile. Haumiliki mtu, haumiliki pesa, haumiliki chochote. Hizo zote pepa za kuandikishana, zote hizo ni illusion. Lakini vitu vyote hivyo ukidondoka, ukifa hapa, hautaenda navyo mahali. Vitaendelea kubaki hapa, wengine watavitumia. Unavyo hold your ego kwenye hivyo vitu ambavyo unavimiliki, either gari, sijui property, sijui mimi nina mali, mwanaume hawezi kunipelekesha, mwisho wa siku vinakutokea puani. Unapigwa na kitu kizito kiasi kwamba unakaa hospitalini, unashindwa hata ku experience hayo maisha ya hivyo vitu vyako. Anza kuona kila kitu ni experience. Una vitu, una mali, umechapa kazi, umejipata. Enjoy your life. Usikubali ile ego ikufanye kwamba ujione you are important. Unaweza ukanunua mtu, unaweza ukamlipia mwanaume akakaa na wewe akawa mwaminifu, au unaweza utaendelea kuwa surprised kila siku. Ego death ni muhimu sana kwa mwanamke ambaye anataka kuishi kwenye freedom. That's how you claim your power back. That's how unaanza kuishi kwenye ile nguvu yako kama mwanamke feminine, kwa sababu hautaendeshwa na ego tena. Mtu akija kwako, akiondoka, well, it is what it is. Next. Ego ndo inawafanya mnakuwa mnawaza matatizo kibao, na unajikuta cycle inakurudia ile ile ya kujifunza funzo hilo. Buku mazungumzo private na mimi ili tuweze kwenda sambamba. Kama unapitia hili tatizo na unataka kuanza kuachilia your ego, unataka kupitia hiyo safari ya ego death, ili tuweze unpack vitu vilivyo happen kwenye maisha yako na kila kitu, ili uwe free, ili uanze kuishi maisha ya uhalisia. Kwa sababu kama unaendeshwa na ego, wewe unaishi kwenye kupretend, kwenye kuperform, kwenye kufaidisha watu wengine. Hata kama unahudumiwa, unapewa hivi na hivi, bado energy yako inakuwa leaked sehemu zingine kutokana na ego inakuendesha. Link in a bio, baby.